Yeah. Sasa leo tunaongelea jela. Sasa jela gani mbaya? Acha niwaambie, mimi mnajua jela mingi mnajua jela ziko Kenya, jela ziko US. Mnajua jela mob, acha niwaambie jela gani mbaya kati ya zote. Ile jela mbaya ni jela yenye haina boundaries, haina perimeter wall. Hiyo ndio ile jela mbaya kuliko zote. Jela yenye hata ukiamua uende juu, upande juu hivi na rocket, uende kwa moon, uende kwa Mars, utoke Mars uende mpaka Pluto, my friend, upati wall kabisa. Na hata uamue uchimbe chini sasa, uchimbe upate na gold, sema wewe una haja na gold, unataka kutoka kwa hii jela, chimba chini, patana na maji, ogelea, my friend, nakwambia ni mbaya. Sasa afadhali hizi man-made zinaitwaje na prisons, afadhali hizi man-made juu unajua at least ukitoka kwa ile wall uko nje, zile at least unajua. Alafu tena afadhali zile umeingizwa na kenye wewe ulifanya, actions zako wewe mwenyewe ndo zimekupeleka kwa hizi man-made. Ni mifano tu, utaziita mifano juu hata zija qualify kuitwa prisons ama jela. Zina copy tu, ni ma copycat. Ukiingia unakuwa umeingizwa na actions zenye ulifanyia hapa ndani kwa hii dunia ambayo yenyewe ni jela. Ulifanyia hapa wakakupeleka kwa kama man-made prison kingine. Hii jela yenyewe sasa yenye naongelea yenye ina boundaries, my friend, ina perimeter wall. Hata si refu ama fupi, hakuna. Hii nakwambia, si wewe matendo yako ilikuleta huku, si actions zako zilikuleta huku, ni actions za watu wengine wenye huko na wajua. Ulikuja ukagundua ukaambiwa huyu ndio babako, huyu ndio mamako, ama hata ukupatana na wao. Ulikuja ukaambiwa ndio ukuje kuwapia kwa hii dunia ama kwa hii prison. Haikuwa ni kupenda kwako, ilikuwa ni actions za watu wengine walifanya mambo yao tu na huko without your consent ukajipata hapa. Sasa huwezi sema ati kuna kitu ulidu ukajipata hapa. Hii mwenye vile tu ulijipata ndio ulijipata. Afadhali ile yenye wewe mwenyewe ndio umejipeleka hapo ama umepelekwa hapo either kwa kusingiziwa ama kwa kitu ulifanya. Unaelewa ni nini ni ulijipata pataje hapo. Ulienda ukijielewa hapo, ulikuja ujielewi ukakuja kupata akili sasa inaanza kujielewa wakati already uko ndani. Ni mbaya. Sasa huku kuna wanyama tena, afadhali hizi zenye ni man-made. Hizi man-made ni afadhali kwa sababu kwa sababu unapata hazina wanyama. Man-made zimeseparatiwa na wanyama. Sasa huko huwezi pata kitu kama simba, huwezi pata kitu kama chui. Huko labda upatana na viroboto na vitu kama chawa. Hizo ndio vitu zinatishatisha huko. Na sasa watu wenye wanajifanya wanyama, wanajifanya juu si wanyama. Hao wanajifanya simba, wanajifanya mafisi na manguruwe. Lakini kuna nguruwe zenyewe wachana wao. Kuna sasa fisi zenyewe huku nje. Hizo tu hao tu wanajifanya wanaweza kukula alive, wanakurarua, wanakuacha ukikufa, wanakuacha bila mguu mmoja ukitembeanga hivi, wamebeba mguu wameenda kulia huko. Wanasema ati sasa hao ni wanyama. Hao si wanyama, acha nikwambie kuna wanyama. Na wanyama ni wenye tulipata huku chini. Hao ni wa deadly. Wanaifanyanga kama kitu wanasema ni natural, ni normal kwa ukudu, hata wanangi kani kitu kubwa. Wakipatana na wewe wrong corner, wanakushughulikia, wajali kani mtoi. Hata wampatana na mtoi kwa kichaka, ati mtoi ati ni wawani ya sasa ati wewe bwana, watamchangamkia vibaya sana. Kwanza wakasirike juu alikuwa mtoi wajashiba. Wanajangori juu sasa wampatanaje na mtoi. Yako wapi mama yake? Yako wapi baba yake? Wale ndo wanyama, wachana na hizi examples zinajifanya wanyama huku. Alafu kwa hii jela yenye tu uko hii, my friend,
watu wengine wanaonanga imekuwa ngumu, hata wenye wako kwa man-made wanaona imekuwa ngumu, wanaamua jitoe uhai. Mtu anafanya suicide ati maisha imemlemea, anadhani hiyo ni njia out. Sasa hata uende wapi upati wall tutaklembo toke, si ujaribu kujiua. Acha nikuambie, hii kujiua siko very sure nao. Kama unafikiria kucommit suicide, hebu consider ndio ujipate kwa hii jela yenye tu kwa hii dunia. Ukuanga kwanza before nini wapie, ukuwa kabisa. Kulikuwa tu na watu wawili, all of a sudden watu wawili wakakuwa tena watu watatu. Wewe ukaapia kwa tumbo ya mtu kwa sababu ya actions ya watu wawili. So uliapia without nothing, unaona? Au kwa hata na mwili ikajiform, wewe ukajiform, ukakuwa ni msee, ukaanza kupata akili pole pole, ukiushajipata huko ready. Sasa ndio uone hii suicide ama kujiua inaweza kuwa ni tuaje. Acha ni compare hii man-made, hizi jela man-made zinaweza kuwa ni life imprisonment. Afadhali hizi za kawaida, kwa sababu kila mtu amekuja kwa hii jela inaitwa dunia, ako na time yake, ako na sentence yake. Mwingine amepewa 20 years, mwingine 30, atakufa tu naturally, hata akiwa ama hata accident kitu kama hiyo, ama gonjeke 50 years, unaona, but atagenya hata kama milele. Wengine wako na so hizi ni sentence zenye tumepatiwa. Alafu kuna wewe utaki kumaliza sentence yako unataka kuchomoka. Kama ni man-made, ni zile za man-made, huenda unaweza chomoka juu unaweza kufa, spirit yako ikatoka labda juu izui na wall, ikakuja ikazunguka dunia mzima, ikaanza kurandaranda kwa dunia. Na je, kama tuseme already uko kwa dunia, uko kwa prison, umededi, tebu jiulize, hii kukufa yenye unakufa unatuachia mwili, ni kukufa kweli? Juu kama ni kuapia, uliapia huko na mwili yako, ukakuja ukaapia ukakuja na mwili yako, unanipata? Mtu mwenye hakuna mtu kama wewe, hakuna mtu akona fingerprint kama zako, unaona? Sura zako watu wanafanana na wewe lakini si wewe, watu wanaongea kama wewe lakini si wewe. Wewe tu uko na kipekee, DNA yako ni different na za watu wengine wenye washai exist. Record zote zishaifanywa miaka mingi sana before wewe, za DNA hakuna yenye inafanana na yako, unanipata? Alafu all of a sudden umededi, umeamua komiti kitendo yako ya suicide, alafu umeacha mwili yako hapo. Ni kama ni suicide ya ukweli ama ni kifo ya ukweli, unapotea, unadisappear na mwili yako. Vile uliapia na mwili yako, unadisappear pia na mwili yako. So hii yenye umedisappear mwili yako, umetuachia hapa mwili na unasema umedisappear. Uende hujadisappear. Kuna mtu aliotaota akapata, ndio watu wasee watole kule Kware. Kuna msee kuna msee anasema aliota, na sijui ni ndugu yake, akasema ako pale anasikia baridi. Sasa hata nimeanza kuamini hizi story ni kama zikwangi za jaba. Ni kama hii ukijiondo hiyo design, ni kama hata ama uondolewe, huenda hata ni life sentence. Huenda hata spirit yako huku ilakaa tu huko mpaka siku nye. Sasa sijui nini ita happen kutoka kwa hii jela, sijui. Huenda ni mwili tu utapoteza, lakini hiyo spirit yako, my friend, kama uko na spirit na kama unaamini mambo ya spirit, huenda ita roam tu around pale mwili yako iko. So my friend, huenda, nasema tu huenda, sijasema iko hivyo, lakini huenda hiyo si way out. Maybe hata ni once, afadhali hata ungekuwa na mwili. Juu sasa hiyo spirit yako, labda hata kuna watu watatake advantage, labda kuna watu wataitumia, watai-enslave sasa, na labda maisha itakuwa ngumu kuliko hata vile ilikuwa ukiwa kwa hii dunia. So kabla hujaamua kufanya kitendo kai, hebu consider, huenda labda life itakuwa hard, bado utaendelea kulive, labda hata hujadai, labda utaendelea kulive. Ni vile sasa hauna mwili yako ndio umeidestroy. Juu hii mwili nikiamua nikate hii mkono ikatike kabisa itoke, hii mwili ingine itabidi tu iishi bila hii mkono, unaona? So huenda pia umeondoa mwili, ndio part of you, lakini spirit yako hujaiondoa, unanipata? Bado unaendelea kuishi without hiyo mwili. Baadaye